Yaani anajua mahali iliangukia, lakini hana uwezo ya kufikia. Lakini hana uwezo ya kufikia. Yeye sasa kile anaona vile atalipishwa. Anashindwa sasa, nitatoa wapi pesa ya kulipa shoka ya wenyewe. Anashindwa vile atafanya. Anaona sasa stress ambaye Nashiba alisema wacha stress. Leo chini ya mafuta ya Bwana kila stress itaanguka. Nasema kila stress itaanguka. Wapendwa, stress itaanguka. Inua mikono yako, sema haleluya. Leo hii yoyote ambaye anaamini katika neema hii, unapotoka kwa ile mlango, wacha neema ya miujiza ianze kutembea na wewe usiku na hata mchana. Kuanzia leo wacha roho ya miujiza ikatembee pamoja na wewe. Akauliza kilianguka wapi? Akasema hapa. Akaingisha kijiti na shoka ikaelea. Akaweka kando. Alafu akamwambia kiokote. Kiafanye nini? Ukafanya nini? Kazi yake ni kuokota. Machozi ikaisha, kilio ikaisha, hofu ikaisha, kwa sababu alikuwa na nabii. Nashukuru Bwana kwa sababu ya ule jamaa ambaye yeye walipoomba ruhusa wakiwa pamoja, wakaambia muende, lakini akapokea ufunuo. Akamwambia, tafadhali baba mkubwa, tunaomba uende pamoja na sisi. Siku zote uwe na nafasi kwa jamii yako, kwa maisha yako, kwa jamii yako, ya kuinvite mtumishi wa Mungu katika maisha yako. Mimi ninashangaa sana na hii Biblia. Baba Askofu Zakayo, sema Zakayo. Sasa mimi siongei hiyo story nyingine unafikiria. Zakayo jamaa alikuwa mfupi, lakini alikuwa na wisdom ya kuokota kodi. Alipoona taharuki, maandiko yanasema akapanda juu ya miti ili aone Yesu. Na alipopanda juu ya miti, Yesu akiwa anapita, alipofika pale akapea attention, kwa sababu ya hii jamaa anakaa hapa aliye na interest ya kuona huyu ni nani. Yesu akamwambia, shuka, maana hata leo ninaenda kwako. Miujiza huwa inafanyika wakati unapoonesha interest ya kwamba ninataka nikaribie huyu mtu, kwa sababu kuna kitu ako nacho ambaye ninahitaji ifanye kwa maisha yangu. Bwana Yesu asifiwe. Nasema Bwana Yesu asifiwe. Hata kuchukua upako ya huyu mzee, sio tu ukae chini yake kwa mafundisho, admire ile roho ako naye. Waebrania 13 mstari wa 7 inasema, wakumbukeni wale walio, weka hiyo neno, wakumbukeni wale waliowaambia neno la Mungu, na kwa kuchunguza chana mwenendo wao, igeni imani yao. Iga, imitate, igeni imani yao. Leo hii chochote ambayo umepotesha, shukuru ya kwamba kwa njia wa yeyote leo umejipata hapa. Leo kuna urejesho wa ajabu. Kuna watu ambaye Mungu wa Israeli, before the end of this year, miujiza itakuwa inafuatana kwa maisha yako. Mambo yatatendeka. Yale ambayo yamekwama yatakwamuka, yale ambayo yamefungana yatafungulika kwa jina la Yesu. Umelia muda mrefu ya kutosha. Wakumbukeni wale waliokuwa wakiwaongoza,
waliowaambia neno la Mungu, tena kwa kuchunguza sana mwisho wa mwenendo yao, igeni imani yao. Igeni. Nasema igeni imani yao. Mumesikia ushuhuda ya huyo kijana na mke wake. Maombi hata tu kuomba, nenda uchukue barua enda kazi. Hapa nenda uchukue barua enda transfer. Hebu gusa mtu mwambie wacha kukubaliana na shida bwana. Mwambie always kuna njia ya kutoka kwa hiyo shida. Wewe gusa mtu mwambie wacha kukubaliana na shida. Kuna kuanga na njia ya kutoka kwa shida. Kulikuwa na wakati nilikuwa napitia shida kali, sitakwambia ni gani. Mpaka nilikuwa nikisikia mtu anasema wapendwa, niko na ushuhuda Mungu amenitendea, ananifunja moyo. Nikisikia yule anasema wapendwa mnikumbuke, maana ninaona kama nitaisha, mimi ndio nilikuwa nasema amen. Si ati ninasema amen maana yani nimepata koliki. Angalia mtu mwambie washa kujifariji. Gusa mtu mwambie washa kujifariji. Inua mikono yako, sema kwa jina la Yesu, kuanzia sasa sema na kataa roho ya kilio. Wale ambao mnaamini katika mafuta ya madhabahu haya leo, utatoka ukiwa umeokota. Kile ambaye imekukataa itakutafuta, kile ambaye imekwama itakwamuka. Inua mikono yako, sema yeah! Baba Askofu, niamini hii ushuhuda nataka kutoa kidogo, maana najua niko karibu kumaliza. Nilialikwa na Bishop JJ Dhabi Embu. Kabla afe alikuwa amekuwa ananialika kwa national kwa conferences zake. Ilikuwa hiyo ya 4. Sasa kwa conference ya 3 kukawa kuna msichana pale anaitwa Lilian. Ameishi kwa hiyo kanisa kabisa, hajawahi olewa. Anambia Bishop, ninaamini hii kitu yako itafuruga kisima. Tena siku ya mwisho nikiondoka, maana hatukuongea naye sana. Siku ya mwisho nikiondoka, huyo msichana Lilian akakuja kusimama kwa mlango nikitoka. Akaniambia baba, nimeombewa na nimefika mwisho, miaka simesonga, hata karibu inaelekea sasa kile tunaita meno. Inaitwa hivyo. I'm now almost. Akaniambia niko na dhabihu ya ambaye itakuwa point of contact na ile neema niko inipee mzee. Sasa mimi nitatoa wapi mzee? Nikafanya crusade Keveregwe. Ni ushuhuda ambaye inajulikana hiyo Kirinyaga. Nilipokuwa ninahubiri kwa crusade, alitokezea kijana anaitwa Patrick, ako na rasta mpaka hapa. Alikuwa kiongozi ya kikundi hiyo nyingine kwa pale kwa Kirinyaga South. Kaja akaokoka Patrick. Mwele iko hapa. Nilipomwombea wokovu, Roho wa Mungu akaniambia enda na yeye. Nikasema ayeko aingie asimame pale nitoke kuhubiri, twende naye. Nilienda nikakaa naye kwa nyumba yangu akiwa na rasta. Asubuhi nilipeleka kinyosi mwenyewe. Nikasema kwa jina la Yesu, madhabahu ya rasta fire toka. Ninanyoa mwenyewe mpaka nikaangusha nywele. Nikamfanyisha suti yangu. Nikamwambia sasa kutoka leo wewe sasa ndio bodyguard. Wewe ndio bouncer yangu. Ikawa naamka masaa ya maombi vile baba anafanya hapa. Asubuhi kanisani nikiwa na Mwaniki na Patrick na Anto, tuko pale tunaomba. Jamaa asubuhi moja akasukiwa na roho, akaanza kusema rabu sakata la bazaya Bwana, akalia. Tukakaa na Patrick miezi 8. Nikarudi the same conference. My assistant pastor alikuwa anaitwa Mwendwa, na kwao ni pale Mbehere.
na alikuwa samani anashiriki kwa kanisa kabla hajakuja kule. Yeye alipoenda pale, sasa wakiwa mimi nimeenda, Patrick wangu anatembea pale na mwendwa, network ikaingia. Angalia mtu mwambie network inaingianga. Ikaingia. Baada ya mwezi moja nikaletewa ripoti. Patrick na mwendwa, sasa mzee, unajua nimepata mchumba. Wapi? Mwendwa akaniambia, Bishop, najua hujui au unaweza kuwa unajua, maana ni mmoja wa watendakazi ya kanisa ya mzee JJ Dhathi. Ni nani? Lilian. Nikamwambia kwamba hebu tuweke date, iteni Lilian kesho. Mimi najua ni maombi imejibiwa. Tukaset date. Baada ya miezi mitatu nilienda kufunga harusi Embu Town kwa kanisa ya JJ Dhathi. Wapendwa, wafuasi wa ndugu yangu wa kale walikuja ni sana 3. Mama moja ako na biashara inaitwa Anointed pale Keferegwe. Alisema mimi ndio nitatoa keki zote. Maana keki tulienda kukatia Keferegwe. Tulisema harusi ni huko, sherehe ni Keferegwe. Kupeleka ushuhuda ya matendo ya Jehova. Sema matendo ya Jehova. Sema matendo ya Jehova. Angalia mtu mwambie mahali umechelewa. Leo tunaachilia speed anointing. Nasema leo tunaachilia speed anointing. Kama unaamini shangilia Bwana mpaka mapepo wajue ya kwamba you are ready. You are ready. Lazima utangaze kwa ulimwengu wa kiroho na asili ya kwamba niko tayari. Wacha kutoshaka mahali pamoja. Tulifunga harusi. So tulipoenda pale Keferegwe, yule mama akasema mimi ndio nitatoa harusi hiki tunaita keki. Na nitakata na nina sababu ya kukata. Nikamwambia ni nini? Akasema huyu jamaa alininyang'anya ng'ombe yangu na akaniambia chona mdomo, na akaenda naye mpaka leo. Na maana Jehova amefanya, na mimi narudisha shukurani, sio kwa kudai ng'ombe, kwa kutengeneza keki na kukata keki. Inua mikono yako, sema haleluya. Wapendwa, kile isiyowezekana kwa wanadamu inawezekana kwa Jehova kupitia watumishi wake. Oh yes my sister. Ongeza tena hiyo shangwe, haleluya. Kila mmoja sema haleluya. Tell your neighbor, wacha kutosheka kwa mahali pamoja. Wacha kutosheka kukiwa na jibu. Kuna jibu ya maisha yako. Kuna jibu ya maisha yako. Kama unaamini sema haleluya. Wacha kuona ukikaa mahali pamoja. Kuna mahali pale pazuri. There's always a place called there. Kuna mahali inaitwa there. Wacha kukaa pale, move there. Kilianguka wapi? Maono yako kiliangukia wapi? Wacha vile wanakuona, wanakuhurumia, watashangaa. Watanyenyekea mpaka chini ya miguu yako. Waseme mji ya Bwana iliyobarikiwa. Wakuulize na wewe siku hizi umepata nini? Uambie kuna kitu ambayo nimepata haipatikani kwa ulimwengu wa kawaida. Hata ule mchawi Simeoni alipoona kina Petro wakiombea watu wajaze Roho Mtakatifu, akaja, maana alikuwa na pesa. I want to tell you for free. Kuna kitu ambayo hata uwe na pesa ngapi haiwezi fikia standard ya kile tuko nayo. Haiwezi kama. Akaja akasema, naomba hii. Hebu mniuzie hii. Maana katika ulimwengu ya wachawi, katika mabarasa zetu za waganga, hakuna kama hii. Hii ni super. Hebu mniuzie. Aliambiwa shindwe mfululizo. Nani alikwambia karama ya Mungu inapatikana kwa pesa? Potelea mbali, hata una sehemu katika ufalme hii, maana nia yako ni mbaya. Watu wa siku hizi tu ndio baba askofu, mimi nashangaa. Pesa ya kisasi. Unajua sasa nimekuwa mhubiri kidogo for some times now. Around 27 years. Nilianza kuhubiri 1994 pale, nikaingia full time kidogo, sasa ndio nikashikisha moto 1998. Nimekuwa tu muhimu. Tena mimi ni mwanafunzi rahisi. Ninaweza kukaa na wewe, nijifunze na wewe kitu kizuri
Na nikiona kitu kibaya, ninajua hii sio laini ya kupitia, unapitia laini hiyo nyingine. Maana information always is power. Wamasai nasema tari shere na lekai, stage tari shere na lekai. Tari shere na lekai maana yake ni ya kwamba hiyo wisdom ya Charles ninaweza kuchukua ni apply pia kwa mambo yangu nifaidi. Wacha kukaa mahali pamoja. Mnajua wale watu waliyetimiza unabii wa mtu wa Mungu aliyesema kesho wakati kama huu kutauzwa unga safi kwa mji huu. Alafu wale matajiri na wale wazee walikuwa wanaangalia vitu. Wakamwambia nabii, wewe kulingana na hiyo ukame watu wamekula mpaka mafi ya njiwa. Hata sasa unaelekea kukula watoto. Angalia mtu mwambie can you imagine? Ombea tu mwambie can you imagine? Hata kwa hiyo hali bado kuna jibu. Nabii akiwa hapo. Hujaelewa, mwambie hata hivyo, hata mambo ikiwa hivyo, wamekula ng'ombe, wamemaliza mbuzi, wamekula punda, mpaka taya ya punda ndio wanashamsha kuwa supu. Hiyo ikaisha ladha, wakaamua sasa kuleta mafi ya njiwa, wanapika. Hiyo ikaisha, wakasema sasa next ni hao watoto tutakula. Nabii akatokea akasema kesho, sema kesho wakati kama huu kutauzwa unga safi kwa shekeli 5 katika mji huu. Wakamwambia haiwezekani. Akawaambia nyinyi mtaona kwa macho na mtakula. Usiwahi kuwa na mashaka na yale mtu wa Mungu anaongea. Ninashukuru Mungu kwa sababu ya Yesu napita. Yes, Biblia inasema Yesu akaingia kwa mashua ya Pita na akaenda naye. Ninaomba tu kubali leo Yesu aingie mashua ambaye inaitwa wewe. Sema mashua ambaye inaitwa mimi. Hebu fanye msema Yesu njoo. Ingia hapa. Hata kama ninakaa niko desperate kidogo, sema ingia hapa. Nitumie tu. Yesu akapeleka huyo jamaa, akaenda na hiyo mashua ya Pita kando ng'ambo ile ya mto. Akakaa juu ya mashua, akafundisha watu neno la Mungu. Alipomaliza akamwambia nao, Peter, it's your time now, nikulipe maana nimetumia mashua yako. Na sasa ile malipo ambayo utapokea, hii mashua yako songeza pale kilindini ukateke samaki. Akamwambia, Bwana, nimekuwa hapa usiku kucha na my team, hata mahali umetukuta, maana tumechoka, tulikuwa tumeamua kufunga virago. Lakini sema lakini kwa sababu umesema nitafanya, wacha nikuambie, pamoja na mashaka yako usimalizie rest kwa kuweka conclusion ya kwamba haitendeki. Pea nafasi mtu wa Mungu. Nasema pea nafasi mtu wa Mungu. Naomba ushangilie Bwana kwa shangwe na vigelegele. Hata kama umefika mwisho, peana nafasi kwa mtu wa Mungu. Niliwahi kuwa na mama moja, Mama Carlos, sawa wanajua. Akakata kama tamaa, akakoroga dawa ya ratrat. Mnaita ratrat? Ile apanya. Wakangoja saa 4 ndio amese na watoto wake wakufe, wakunywe na waingie kwa kitanda. Alafu akasikia nikisema kwa kanisa, Mungu wetu anaweza kuokoa. Akasikiliza, akakuja kanisa. Akasema hata huyo ananisaidia Masai songe. Akakuja na watoto. Alipoingia, Bwana akageuza sauti yangu, nikasema, kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Kwa nini ufe kabla ya wakati wako? Na alikuwa amebeba. Nikaona mama ananisongea. Akanipea kakibui kidogo hivyo, akaniambia, shika. Nikamwambia, hii ni nini unanipea? Akaniambia, hii ndio nilikuwa nimekoroga, tukunywe na watoto tukufe usiku wa leo. Lakini nikasikia sauti. Gusa mtu mwambia, kwa hiyo mahali umefika mwisho. Gusa mtu mwambia, sikia sauti. Sikia sauti. Kuna sauti ya nabii nyuma yako. Nasema kuna sauti ya nabii nyuma yako. Oh, sema haleluya. Hata kwa hiyo ndoa kuna sauti ya nabii ambaye nasema hiyo ndoa itasimama. Aliniachia kibuyu, anaishi mpaka saa hii.